chemchemi ya uzima. Unataka uwe na life? Yes. Lina nini? Moyo wako. We are talking about mental health awareness. Neno mental ni mambo ya mawazo. Definition ya mental health, wale ambao mnataka kuandika, hii ni seminar. Utoke hapo kwa mwalimu. Bwana asifiwe. Ninaamini tutaka kumaliza, tutaanza kusema siongeze wiki nyingine. Ana mambo ya afya, watu wamekugusa sana. Mental health encompasses an individual's emotional, psychological, and social well-being. It's a vital component of overall health, influencing how we think, feel, and act, and how we cope with life's challenges. Nataka kurahisisha ya kwamba mafundisho ya afya ya akili yanaangalia mambo ya kihisia, hisia, mambo ya kisaikolojia na mambo ya mahusiano na watu. Ni kitu cha muhimu sana katika hali ya afya ya mtu, nayo inasaidia sana jinsi ambavyo sisi tunafikiria, jinsi ambavyo tunahisi na jinsi ambavyo tunafanya. Whatever you do, whatever you think, whatever you feel, lazima itokane na mambo ya nini? Ya mawazo. Naendelea kusumbuka hapa kwa sababu we are losing the tomorrow generation. Tunapoteza generation ya kesho kwa sababu wameanza kwa hiyo nini? Ya mind. You all of us. I wish uwe mahali niko utazame dunia uone vile watoto wetu wanachomeka. Saa hizi percentage ya watoto ambao wanamaliza university ambao ni wagonjwa, ambao hawezi kufanya kazi ofisi yoyote ile, hata kama amesomea masomo kubwa, lakini akili ifanye nini? Ni haribika. Ni nani amefeli katika kulea watoto? Ni wazazi au ni watoto wanaharibika? Na watoto wakiharibika, mzazi akiwa anajua hapo wapi. Wiki hii tutayasoma mambo ambayo yatakusaidia mzazi ya muda. Unaweza kujua pengine ni sisi hatujafundishwa. Biblia inaanza ikisema wafundisheni watoto wenu, wale watoto wenu wakiwa wadogo, na muwafundishe wapasayo kujua wakiwa wadogo, ili wakiwa wakubwa watafanya nini? Hawatapotea. Wazazi tukokosaji kwetu, tatizo liko wapi? Nao tunayo nukuu ingine ambayo nataka kusoma hapa itusaidie kuelewa pia. Huu mwezi wa Mei is a mental health awareness month. It is a time to raise an awareness about mental health issues, promote well-being, and reduce stigma. Nilikuja hapa kutafuta ile neno stigma. Waadventista wa Sabato, mtoto wako akianza kuharibika, unaanza kuwa na aibu, unaanza kuwa na uoga, unaanza kusikia hiyo siri ili watu wanaweza wasifanye nini? Wasijue. Are you with me? Hiyo ni nini nataka? Mtoto wa mshiriki hata na mtu kwa amejiletea hapo unataka kukubembeleza, hata unalia machozi unaambia mtoto wako unaniaibisha, si uache. Sasa hapo naendelea kusema unaniaibisha, pesa anatoa kwa nyumba, vitu anaiba kwa nyumba akiuza. Sasa kwa sababu mambo imekuzidi, yaani Mungu amezidi maji ama maji yamezidi nyumba. Bwana asifiwe. Anakuja mpaka hapa kanisani akiwa anaelewa. Anasema mimi nataka sana nilikuwa nafunika. Sasa nilitoa mkoa sana. You start suffering from stigma kwa sababu ndio wanafanya nini? Mwezi huu ni mwezi wa kuelimisha watu tuanze kujua jinsi ya kuondoa hiyo stigma, halafu tusaidie watoto wetu waelekeze mahali ambao watasaidiwa. This month is a reminder to recognize the importance of mental health and support those who are struggling and advocate for better mental health care. Tukianza
itakuwa sawa, kwa sababu akili ina function. Kweli? So, kwamba tuangalie afya kiakili ambayo inaitwa psychological health, tukuje kwa emotional well-being. Emotion zetu, balance emotion yako. Hiyo emotion pale ni kusema kitu wote wale emotion. Feelings za mtu zinapoinuka, ukikasirika, ubongo inasimama. Ubongo haifanyi kazi. Nenda uone wakati umekasirika kabisa, unataka kuchapa mtoto, kitu chochote hapo utapata hapo, unafanya nini? Unabeba. Ndio kiasi utafanya nini? Utamrudishia. Na hiyo kitu kikuomba vibaya, akili itakuja kurudi baadaye mpaka watu wabaya. You know we have so many people ambao wako jela kwa sababu walifunga mwenzake kisu kwa sababu ya emotions. Hasira, bitterness, anger, hizo vitu sijaanza kutokea, akili haifanye kazi. Linda moyo wako kuliko vyote uvilindani. Maana hapo ndipo tunatoka kwenye ya nini? Ya uzima. Unataka uzima? Ndio hiyo. Haya. Nasema katika mafundisho mengi ambayo tunakuwa nayo hapa, yanalenga psychological well-being, yanalenga emotional well-being, yanalenga social well-being. Unajua ya kwamba vita ambao tuko navyo nyumbani imekuwa chanzo ya akili kuharibika. Je, mtu anaweza kuwa wazimu kwa sababu ya matatizo ya nyumbani? Hapo unaniangalia tu. Mtu anaweza kuharibika akili kwa sababu ya matatizo ya nyumbani. Kati ya mume na nani? Na mke. Kati ya wazazi na nini? Na watoto. Baadaye tena you parents, watoto wanaweza kukuhamisha kwako. Utahama. Nilikutana na mama mwingine ambao kwake kumesikikana tayari kumekuwa so toxic. Mama anasema hatari ile mambo kisasa. Anarudi kwao, ataanza likizo kidogo, au kama akili yake itafanya nini? Itarudi. Kwa sababu akili inawaka moto halali. Ni neema ya Mungu itusaidie watoto wetu watupe amani kwa kulala nyumbani. Kama akiwa kwa room asikie kijana fulani wake ameingia kwa baba, anamwambia kwa nini fulani amekuja. Mama anakimbia kwa bedroom, anaweka locks zote, hata anaweza kusongeza kitanda asikupe kwa mlango ili hiyo kijana asipate nafasi. Hapo ni kwani wala asijiwe. So tunapozungumzia mambo ya mahusiano, anaweza kuharibu akili ya nani? Anaweza kuharibu afya yako. So tunapozungumzia afya inashika akili, inashika emotions, inashika mwili, inashika mahusiano. Hizo vitu zote tutazungumzia. Bwana asifiwe. Tutazungumzia overall well-being. Tutazungumzia vile mtu unaweza kucope with life stresses. Maisha haya yako na misongo aina. Unawezaje kuishi kwa familia ambayo iko na matatizo ili hiyo matatizo isiaffect afya yako?